بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا بحضراتكم جميعا. حلقة ya leo tunasahihisha maneno ya Sheikh Shaaban Shebe ambao kwamba alikuwa akizungumzia kuhusu moja katika dada zetu ambao kwamba waloshinda katika uchaguzi na wakawa wanaapishwa katika bunge. Na kama tunavyojua, Muislamu anaapishwa na Qur'an na Mkristo anaapishwa na kitabu chao ambao ni Injili ama Biblia. Sasa tusikize maneno ya huyu bwana aloyasema kuwakosoa hawa madada zetu kwamba wao walioyafanya ni katika kuudhalilisha kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanzo tutasikiza, alafu tutaendelea na halqa yetu. Nisipolisema naona nitaumwa. Juzi mzee Tetas, nafikiri ama leo, wabunge walikuwa wanaapa, walikuwa wanakula viapo bungeni. Sasa kwenye viapo kuna wabunge ambao wawili wanajinasibisha na Uislamu. Wamevaa nywele ndefu, mawigi, wamejipodoa na kucha ndefu, wamevaa wakiwa wapo uchi, wamekwenda kuapa wakiwa wameshika vile vitabu, wameshika Qur'ani, lakini wapo uchi na mawigi wamevaa na wameshika Qur'ani. Wallahu aalam, sijui, inawezekana pengine hata wakawa kwenye ada zao. Kama ikiwa mtu anaweza kushika Qur'ani akiwa yupo uchi na mawigi, manake mtu huyo anaweza kuishika hata akiwa kwenye ada yake akawa hajali. Sasa kitu kile nisipokisema naona nitaumwa, na nimekiona kimetokea. Kusema ukweli, sisi Waislamu tunadharau Qur'ani yetu, na wale ambao wasio Waislamu waifanyaje? Wabunge ndio tumewachagua kwa wabunge wa nchi kuja kuongoza, na wanajinasibisha kwa ni mabinti wa Kiislamu, lakini cha ajabu wameishia Qur'ani bila ya heshima na kuipa ile hadhi yake. Ajabu, ukirejea kwenye clip mbalimbali utaona zimekatwa, zimewekwa namna walivyoishika na namna walivyokuwa wanaapa. Wameidhalilisha Qur'ani. Kule ni kukidhalilisha kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani haishikwi vile. Qur'ani haishikwi vile, na Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhanahu wa Ta'ala anasema la yamassuhu illa taharun. Haishikwi Qur'ani, haiguswi. Sio kushikwa, haiguswi, isipokuwa na mtu awe katika hali ya utahara. Mtu yuko uchi na shika Qur'ani. Kama tulivyomsikia ni kwamba anawalaumu madada kama hao kwamba wameshika mswahafu wakiwa uchi na wakiwa na makucha marefu na wakiwa na mawigi, na kwamba pengine hawako tahara, kwa hivyo wameshika mswahafu na wakiwa hawako tahara. Na akatoa dalili kwamba kuonesha kwamba hufai kushika mswahafu, ni lazima uwe tahara. Mwanzo tunataka kulisahihisha hilo, kwa sababu dalili aloitoa sio madhumuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maneno aloyafahamu yeye na walofahamu wengi, kwa sababu dalili alotoa kuonesha kwamba hufai kushika mswahafu mpaka uwe na tahara, dalili aloitoa ni kwamba la yamassuhu illa almutahharun. Lakini jambo ambalo kwamba wengi hawalifahamu ni sababu kwamba kumekosekanwa tadabburi al-Qur'an. Watu wana uvivu, Waislamu wana uvivu wa kutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatunasihi ndani ya kitabu chake akituambia, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mwenyezi Mungu anatuambia hela hamutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyomo ndani ya Qur'ani, am ala qulubin aqfaluha, ama hizo akili zenu ziko na makufuli. Na aya nyingine Mwenyezi Mungu anatuambia, afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Mwenyezi Mungu hizi zote ni nasaha kwamba tuwe ni wenye kuzingatia maneno ya Mwenyezi Mungu, tuwe ni wenye kuyafahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tunapotoa hukumu tutoe hukumu ambayo kwamba inawafikiana yani na maneno ya Mwenyezi Mungu, yani makusudio ya Mwenyezi Mungu inafikiana na makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi na kutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu tutatoa hukumu ambazo kwamba ni kinyume na anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huenda zikatupeleka mahali pabaya. Lakini ma'al asafu shadid hakuna anayetaka kufanya tadabbur. Na Mwenyezi Mungu hapa aliposema afala yatadabbaruna alqur'ana, anamaanisha ni kwamba kila mmoja wetu awe ni mwenye kutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu. Sio kwamba ni watu mahsus basi ndio wanafaa kufahamu. La, Mwenyezi Mungu anataka kila mmoja wetu, kwa sababu kila mmoja wetu ni masulia juu ya nafsi yake. Lakini jambo la kuhuzunisha ni kwamba sisi tunatukua ufahamu ambao kwamba wa babu zetu wa miaka 1000 iliyopita mpaka sasa tuko nao ufahamu ule ule. Na wakati tunapotaka kusahihisha utasikia maneno mingi wewe, yani maneno ambayo kwamba mimi naita ni maneno ya kijuhala. Utamsikia mtu anakuambia kwamba toka na miaka hayo wanavioni mbona hakuyasahihisha, uje wewe leo kutusahihisha maneno kama haya. Amesahau kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kwamba fikra yake inakuwa hairudi nyuma bali inasonga mbele. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi' ma alfayna alayhi aba'ana. Mwenyezi Mungu anatuambia, atueleza habari kwamba wa idha qila lahum ittabi'u, walikuwa kiambiwa kwamba fuateni yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wao wanasema la, sisi tunayafuata yale ya babu zetu. Mwenyezi Mungu akawajibu kwenye aya kama hii na akamwambia, awalau kana abauhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Mwenyezi Mungu akawajibu kwamba hao mnaowategemea mababu zenu huenda kuna mambo walikuwa hayafahamu wakati wao, nyinyi mnayafahamu. Yani Mwenyezi Mungu kwenye aya kama hii anatuonesha kwamba fikra ya mwanadamu inakuwa, tunayoyafahamu sisi sio walikuwa kiyafahamu wao, walikuwa hawayafahamu tunayoyafahamu sisi. Na sisi kutakuja watakaokuja baada yetu sisi watakuwa wana ufahamu mkubwa zaidi kuliko sisi. Kwa hivyo fikra ya mwanadamu inatatawar, inakuwa hairudi nyuma. Kwa hivyo wacheni kusema hayo maneno kwamba waliopita walikuwa wanajua zaidi kushinda sisi tulioko sasa. Hayo ni maneno ya kijuhalaa, ya kimtu ambaye kwamba hana elimu yoyote wala hana ufahamu wowote. Kwa hivyo leo tunataka kuangalia huyu ndugu yetu ametoa dalili ambayo kwamba sio mahali pake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hichi kitabu Qur'an, hiki kitabu Mwenyezi Mungu ni ilmu. Maneno ya Mwenyezi Mungu aliyomo ndani ni ilmu, sio maneno ya mshairi. Wama huwa biqauli sha'ir. Mwenyezi Mungu amekataa kwamba haya si maneno ya mshairi. Mshairi kazi yake yeye hana aibu na taradufu. Yeye anaweza akatukua kilma akakiweka kwa ufahamu anaotaka yeye. Ni kama mfano wa Zahra. Zahra ni ua, lakini yeye anaweza kaweka katika baiti zake ama katika kaswida yake akaweka Zahra akimaanisha mwanamke ama akimaanisha binti yake. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia wama huwa biqauli sha'ir. Hii ni ilmu, khitabu ilmi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia, lakini Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu biilmihi.
Na ilmu siku zote iko na kaida. Ilmu siku zote iko na kaida, na kaida haziko nje ya Qur'an, bali Mwenyezi Mungu ametuwekea ndani ya Qur'ani ili tupate kufahamu, na ufahamu ule uwe ni mfahamu mmoja kati yetu sote. Yani lau tutafuata kaida, ufahamu wa aya unakuwa mmoja ulimwengu mzima, Waislamu wote watafahamu kwa maana moja, lau tutafuata kaida alizoziweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake. Na hizi kaida nimezungumzia katika halka za nyuma, na mwenye kutaka kutadabbar maneno ya Mwenyezi Mungu aangalie halka za nyuma, atapata hizo kaida ambazo kwamba nilizozungumzia. Kwa hivyo kama tulivyosema kwamba Qur'an maneno ya Mwenyezi Mungu ni ilmu, na ilmu iko na kaida ambazo kwamba zimo ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake ametaja vilma viwili tofauti. Ametaja lamasa na massa. Hivi ni vilma tofauti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. Mwenyezi Mungu hakusema la yalmasuhu, Mwenyezi Mungu amesema la yamassuhu. Kwa hivyo kuna tofauti ya lamasa na massa. Nini lamasa na nini massa? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupigia mfano ndani ya kitabu chake ili tupate kujua nini lamasa na nini massa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masala ya udhu, suratul Nisa aya ya 43 anatuambia nini? Anatuambia wa in kuntum marada au ala safarin au jaa ahadu minkum min al-gha'iti au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu ila akhir al-aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa in kuntum marada au ala safarin au jaa ahadu minkum min al-gha'iti au lamastumun nisa. Mwenyezi Mungu hakusema au masastumun nisa, amesema au lamastumun nisa. Yani nini maana lamasa? Lamasa ni vitu viwili ambavyo kwamba ni maadhi vinapokuwa vimeshikana, vinavyokuwa vimeambatana. Mwenyezi Mungu hapa anazungumza udhu, yani au lamastumun nisa, ama wanapokuwa wameambatana, wameshikana yani mume na mke wanaposhikana. Na la Mwenyezi Mungu amesema la mastum, yani kwa muda mrefu wanaposhikana ni lazima wewe wenye kutawadha, kwa sababu hutokwa na madhi. Kwa hivyo ni lazima utatawadha, sio mani, madhi. Kwa hivyo ni lazima utatawadha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amesema la mastum, hakusema masastum. Kwa hivyo tumeona kwamba la mastum ni kwamba ni kitu madhi, na kitu madhi kinapokuwa kimeambatana, kimeshikana, ndio inakuja lamasa. Ndio katika lugha ya Kiarabu, ninapofanya hivi, napoweka mkono wangu kwenye hiki kitabu, ana lamastu daftar, wala siwezi kusema ana masastu daftar, la, ana lamastu daftar. Yani mimi nimeshika kwa mkono wangu kitabu, na kitabu nacho ni madini, nimeshika kwa mkono wangu. Kwa hivyo vimegusana hivi vitu viwili, hii physical object na hii physical object, yani vimeshikana. Hiyo ndo maana ya lamasa. Lamasa ni kushikana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliposema la yamassuhu, hakusema la yalmasuhu. Hazungumzii kuhusu kushikana vitu vili, kushika mswahafu, hazungumzii kushika mswahafu, la abadan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia jambo lingine. Kwa hivyo tumejua maana lamasa. Lamasa ni kushika kitu na kitu, yani vitu viwili ambavyo kwamba ni object vinaposhikana, lamasa. Lakini almas, nini maana ya mas? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupigia mifano ndani ya Qur'ani ili tuelewe maana ya mas. Na maana dalala ya mas ni indimaj, yani penetration. Ni kitu ambacho kwamba sio maadhi, lakini kinaingia mahali, ama ni kitu maadhi lakini kinaingia mahali.
Hiyo inaitwa indimaj, yani ni kitu kuingia kwa mwingine. Vitu viwili ni kuingiliana. Hiyo ndo maana ya mas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupigia mifano akatuambia, walladhina kadhabu biayatina yamassuhumul adhabu bima kanu yafsukun. Yamassuhumul adhab, sio kwamba ile adhabu inawagusa, la, iko ndani ya mwili, wanaisikia ndani ya mwili ile adhabu. Hiyo ndo maana ya masi, yani wanaisikia, wanaihisi ndani ya mwili. Mwenyezi Mungu kwenye aya nyingine akasema, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idhahum mubsirun. Hii ni suratul A'raf ya 201. Yani Mwenyezi Mungu anatuambia wale watu wanaomcha Mwenyezi Mungu, idha massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idhahum mubsirun. Yani wanapokuwa massahum shaitani, wanapokuwa wameingiliwa na shaitani. Yani shaitani sio kitu madi, la, shaitani sio kwamba ni kitu unaweza kukishika, la, ni kitu ghair madi. Kwa hivyo shaitani anaingia kwenye fikra zako na kwenye kukutia wasiwasi, ili useme maneno ambayo kwamba sio sawa, ama uwe na fikra ambazo sio za sawa. Kwa hivyo shaitani ya musu anaingia, wala sio kwamba ni kitu madi. Na aya nyingine kwenye suratul Baqara aya ya 236, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, la junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Mwenyezi Mungu hakusema ma lam talmasuhunna, la, amesema ma lam tamassuhunna. Mwenyezi Mungu anasema la junaha alaykum, hapana makosa unapomtwaliki mwanamke ambaye kwamba hujamuingilia indimaji, yani kuingiliana, yani dhakari ya kiume kuingia kwenye dhakari ya kike. Hiyo ni indimaji, hiyo ni mas, kwa sababu inapoingia inafanya kazi fulani mule ndani. Kwa hivyo hiyo ndiyo mas, wala sio kushika hivi, la. Almasi ni kuingiliana, ni kitu kuingia kwenye mahali. Kwa hivyo kuna tofauti ya lams na mas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya kama hii hazungumzii kabisa kuhusu kugusa. La yamassuhu, hakusema la yalmasuhu, bali amesema la yamassuhu illa almutahharun. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa anazungumzia kitabun maknun, hazungumzii hapa duniani, la, kwa sababu aya yenyewe inaanza innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun, yani Qur'anun karim. Hayo maneno ambayo hiyo dhikri iko kwenye kitabu maknun, ambao ni Qur'an, sio mswahafu, ni Qur'an, iko kwenye kitabu maknun ambao ni dhikri. Yani namna alivyofahamu, namna alivyojua Mtume Muhammad kusoma Qur'an. Kwa hivyo fi kitabi maknun la yamassuhu illa mutahharun, yani la yamassuhu, hakuna mwenye kuweza kuingia hiyo dhikri illa almutahharun. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya kama hii haina mahusiano yoyote ama mafungamano yoyote na kushika mswahafu. Na ukiangalia wanavioni utakuta Imamu Ibn Hazmi ni moja katika wanavioni wa Sunni. Asema nini kuhusu masala kama haya, kuhusu innahu la Qur'anun karim fi kitabi maknun la yamassuhu illa almutahharun? Ibn Hazmi naye anasema kwamba haya maneno, yani la yamassuhu illa almutahharun, Mwenyezi Mungu anazungumzia kitabun maknun, na asema kwamba alhau, yani hapa Mwenyezi Mungu la yamassuhu, hi alhau dhamiru likitabi maknun, kwa sababu hii dhamiri inaangaliwa, inarudi kwa kile ambacho kwamba kilicho karibu zaidi, na kilicho karibu ni kitabu maknun, wala sio Qur'anul Karim. Huu ni Ibn Hazmi ametumia kaida ya lugha ambao kwamba kwenye Qur'ani huwezi kuitumia. Yuko sawa katika maneno kama haya, lakini kaida kama hii ya lugha
huwezi kuitumia katika Qur'ani kwa sababu itakhalifiana na aya nyingi ambazo kwamba kwenye aya kama hii imeenda sawa sawa, lakini kwenye aya nyingine itakuwa hailingani sawa, itakuwa inakhalifiana. Kwa hivyo Ibn Hazmi yuko sawa katika maneno kama haya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hazungumzii kuhusu Qur'an, bali anazungumzia kitabun maknun. Kwa hivyo tumeona kwamba aya kama hii ni ama dalili aloitoa ndugu yetu haihusiani kabisa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hajaharamisha mahali popote kushikwa msahafu. Yani mtu anapokuwa hayuko na tahara, mtu anapokuwa yuko na janaba, mtu anapokuwa yuko na hedhi, hakuna shida yoyote, unaweza kushika mswahafu. Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha makubwa kushinda hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwenye suratul Nisa aya 43, ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya kama hii hazungumzii kuhusu swala, yani salatul harakia, la. Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu as-salatu allati la tuqam. Na habari kama hii nimezungumzia katika halka zilizopita kwamba as-salatu, kuna as-salatu tuqam wa as-salatu la tuqam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani unapoona wa aqimu salata, unapoona kuna aqimu alafu inafuatia na salat, ujue Mwenyezi Mungu anazungumzia salatul harakia. Lakini ukiona kwamba hakuna aqimu salat, basi huenda kulingana na siyaki al-aya, huenda Mwenyezi Mungu anazungumzia vitu vyote viwili, ama anazungumzia kuhusu as-salatu la tuqam, ambayo kwamba ni dhikrullah, dhikru ayatillah, at-tasbih, istighfar. Hizi zote ni katika as-salatu allati la tuqam, kwa sababu hizi zote ni swila ambazo kwamba unawasiliana, una mafungamano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo aya kama hii ni Mwenyezi Mungu hazungumzii kuhusu salatu allati tuqam, la, bali anazungumzia as-salatu allati la tuqam, ambayo ni dhikrullah, dhikru ayatillah, kusoma aya za Mwenyezi Mungu, kuleta istighfar, kuleta tasbih, ndio anazungumzia swala kama hiyo, swila, as-swala ambayo ni swala. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata, musikurubie swala. Swala gani? Ambayo ndio dhikrullah wa dhikru ayatillah wa tasbih, istighfar, hizo zote. Wa antum sukara, hali ya kuwa nyinyi akili zenu yani haziko. Sukara haimaanishi kwamba ni ulevi peke yake, la, hata akili yako ikiwa haiko, pengine uko na pressure, pengine uko na tension, hiyo yote ni inafanya kwamba akili yako isiko pale, yani akili yako iwe imechanganyikiwa. Kwa hivyo antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hapa Mwenyezi Mungu kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu hazungumzii as-salatu allati tuqam. Mwenyezi Mungu amesema hatta ta'lamu, hakusema hatta taf'alu, la, kwa sababu swala naqumu bil af'al, vitendo, tunafanya vitendo, lakini ile ni kusema, ni kutamka maneno ambao kwamba ni kumtaja Mwenyezi Mungu, ama kuleta istighfar, ama kuleta dhikrullah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akasema hatta ta'lamu ma taquluna wa laysa ma taf'alun, wala junuban, wala mwenye janaba, illa abiri sabil hatta taghtasilu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna, wala junuban, wala mwenye janaba asikurubie. Lakini anasema illa abiri sabil, illa abiri sabil. Yani nini maana abiri sabil? Babu zetu wametafsiri vile walivyofahamu wao, lakini sivyo walivyofahamu wao, sio sawa. Abiri sabil ni marra al-kiram, yani kidogo, yani sio kwamba, yani Mwenyezi Mungu anaposema kwamba illa abiri sabili, yani kama umekaa hali ya kuwa wewe uko na janaba, hali ya kuwa wewe uko na haidhi, waleta dhikrullah, basi ile dhikrullah isiwe ni kwamba ni muda mrefu waleta dhikrullah, la, muda mchache tu dhikrullah.
Sio kwamba kuamua kukaa itikafu kuleta dhikrullah, la, iwe ni kwa uchache, illa abiri sabil, yani tamurru marra alkiram. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wala junuba illa abiri. Mwenyezi Mungu ameruhusu tusome Qur'an hali ya kuwa kuna janaba, ambayo kusoma Qur'ani ndio kubwa zaidi kuliko kuushika, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameturuhusu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hakuna jambo lolote ambalo kwamba, wala hakuna aya yoyote ambayo kwamba ina uthibitisho kwamba hufai kushika mswahafu, ama mwanamke hafai kushika akiwa na hedhi, hafai kushika mswahafu, bali unafaa kushika mswahafu. Hakuna tatizo lolote la kushika mswahafu, kwa sababu hatuna dalili yote ya kuthibitisha ndani ya Qur'ani kwamba hatufai kushika mswahafu mpaka tuwe tahara. Hilo ndio moja lilokuwa nataka kuliswahihisha. Na la pili ni kwamba amesema kwamba wamejipamba, wako na mawigi, wako na kucha na wako uchi. Subhanallah. Yani mama kama hao ama madada zetu kama hao, vile walivyo ni sitara tosha. Huo uchi anaodhania yeye sijui ni uchi upi, lakini kulingana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni kucha ndefu ni pambo, ikiwa ni kuvaa wigi ni pambo, ikiwa ni mavazi aliyovaa ni pambo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwenye suratul A'raf aya 32, qul, sema ewe Mtume Muhammad, man harrama zinata Allahi allati akhraja liibadihi wa tayyibati min arrizq, ni nani yule ambaye kwamba aloharamisha zinata Allahi, mapambo ya Mwenyezi Mungu. Zina yani ni kullu ma nashtahihi, ni kila tunachokitamani kinaitwa zina. Mwanamke ametamani kupaka kucha ni zina, ametamani kuvaa wigi ni zina, ametamani kupaka hina ni zina. Kullu ma nashtahi, kila tunayoyatamani ni katika zina. Mapambo haya yote, mwanamke hata kiwa ataka kufanya sajari ni zina. Pengine uso wake umekunjana, anataka kufanya sajari ni zina. Man harrama zinata Allahi allati akhraja liibadihi wa tayyibati min arrizq, na vizuri katika riziki. Na riziki ni kila chochote ambacho kwamba chenye manufaa. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm alqiyama. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia waambie, hiya lilladhina amanu, hayo mapambo na kila wanachokitamani katika kujipamba, hiya lilladhina amanu, ni kwa wenye kuamini pia, sio kwa makafiri peke yao, la, mpaka walioamini katika fil hayati dunya, katika dunia pia wana haki na wao. Khalisatan yawm alqiyama, yani kesho yawm alqiyama itakuwa ni wao peke yao waumini, wale makafiri watakuwa hawayapati yale wanaoyatamani ambao ni katika mapambo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yote haya ni mapambo. Kupaka rangi, kucha, kuwa na kucha ndefu, yote ni katika mapambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajatuharamishia. Vipi wewe leo mwanadamu huyo ni mwenye kuharamisha vitu kama hivyo? Wajua kwamba baadhi ya watu wengi sana wanadhani kwamba kila tukiharamisha sana, hiyo ndio tunakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Wallahi, kila unapoharamisha sana unakuwa karibu na moto, kwa sababu unakwenda kuharamisha mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hakuyaharamisha. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun. Mwenyezi Mungu anatuambia fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah, adhabu kali ya wale ambao kwamba yaktubuna alkitaba, biyaktubuna sio kwamba ni kuandika, la, yani yujibuna, wanawajibishia watu mambo kutoka kwao wao, kisha wanasema kwamba haya yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu kubwa. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi kadhiban
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hizo ndimi zenu zisiwe ni zenye kuropokwa maneno ya urongo. Litaftaru ala Allahi alkadhiba, kumzulia Mwenyezi Mungu urongo. Hadha halalu wa hadha haramu, wenye kusema hili ni halali, hili ni haramu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, waman adlam mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bilhaqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin. Mwenyezi Mungu anatuambia waman adlam, nani yule ambaye kwamba ni dhalimu zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema dhalim zaidi ni sharibul khamri, mwenye kunwa tembo, ama mzinifu, ama tariku salati, mwenye kuacha swala. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema mimman iftara ala Allahi kadhiban, kuliko yule mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu urongo, huyo ndiye dhalim zaidi. Au kadhaba bilhaqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin, ama akakanusha haki baada ya kumjilia, na haki ni Qur'an. Alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu kama huyo amemwandalia moto wa jahannam, kwa yule ambaye kwamba kumsingizia Mwenyezi Mungu urongo, kusema kwamba Mwenyezi Mungu hili ameliharamisha, Mwenyezi Mungu hili amelihalalisha, Mwenyezi Mungu atawadhibu. Na tukiangalia huna dalili yote ya kutoka ndani ya Qur'anul Karim. Ndugu Waislamu, mwenye haki ya kuharamisha na mwenye funguo za kuharamisha na kuhalalisha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Hakuna nabii hana ruhusa yoyote ya kuharamisha lolote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad, ya ayuha nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka, kuonesha kwamba hata Mtume Muhammad hana haki ya kuharamisha. Na hapa Mtume Muhammad alikuwa anajiharamishia yeye jambo. Mwenyezi Mungu akamkemea akamwambia, lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka. Vipi leo aje mtu aharamishe jambo kwa umma mzima na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuliharamisha ndani ya kitabu chake? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye funguo za kuharamisha, yeye ndiye mwenye kutuambia hili ni haramu, hili ni halali, wala sio bin adam. Yani inamaanisha kwamba haram ni iliyomo ndani ya Qur'an. Ukitaka kujua haramu, nenda ndani ya Qur'an basi. Lakini unapoletewa haramu kutoka kwa riwaya, kutoka kwa hadithi, kutoka kwa aqwalul fuqaha, hiyo ni haramu ya kutoka kwa mwanadamu, na wala haina uhusiano wowote na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ala lillahi dinul khalis, dini ni ya Mwenyezi Mungu khalis, hana mshirika. Yani tashri'i dini ni za kutoka kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa rasul, yani natiq biismillah, yeye ni rasul mwenye kuzungumzia yale aliyoteremshiwa na kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia, wama ala rasuli illa albalagh, mtume hana haki ya kuharamisha. Usiniambie qala rasulullah, yani Mwenyezi Mungu hadithi kwamba inasema jambo fulani ni haramu, uniambie qala Allah, ni uambie watu qala Allah, yani kutoka ndani ya Qur'an. La mwisho ni kwamba ndugu Waislamu atakaojue kwamba Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake hajataja kwamba kuna mavazi ya dini. Hakuna mavazi ya dini. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajatutajia mavazi kwamba katika dini kuna mavazi fulani, haya ndio mavazi ya dini. La, abadan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakulitaja hilo ndani ya kitabu chake. Na mavazi ni urf. Kuvaa kanzu sio kwamba ni vazi la dini. Huwezi kusema vazi la dini. Mwenyezi Mungu hajasema tuvae kanzu, wala hajasema tuvae kilemba, wala hajaambia wanawake kwamba wavae hijabu. Hijabu sio dini, niqabu sio dini, kuvaa buibui sio dini, bali ni urf, yani ni utamaduni wa watu fulani kulingana na sehemu wanazokaa. Kwa hivyo utamaduni unatofautiana na sehemu. Lakini upate kujua kwamba hakuna vazi, usiniambie kwamba lazima avae hijabu ama avae buibui. Hijabu, buibui ni urfu, ni utamaduni wa watu, wala sio kwamba ni dini. Na hakuna mahali popote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja kwamba kuna mavazi ya Kiislamu na kuna mavazi ya kikafiri. La, abadan. Kwa hivyo ndugu Waislamu,
turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule mwenye kudhalilisha Qur'ani ni yule ambaye kwamba anazungumzia maneno yaliyomo ndani ya Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu hakukusudia hayo. Huyo ndio mwenye kuidhalilisha Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja la yamassuhu, hakusema la yalmasuhu. Kwa hivyo unapotafsiri la yalmasuhu kwamba ni kushika, masuhu ni kushika, una maana kwamba wewe unafanya tahrif maneno ya Mwenyezi Mungu, unageuza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Waislamu, turudini katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kitabu cha Mwenyezi Mungu ndiyo kina kila kitu tunachokitaka, kama alivyosema mwenyewe, wanazalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Mwenyezi Mungu anatuambia wanazalna alayka alkitaba, na tumekuteremsha wewe Mtume Muhammad kitabu ambao ni Qur'an, tibyanan likulli shay'in, kimeweka wazi kila kitu. Haramu imetaja, hatujasikia kwamba kuweka kucha ndefu ni haramu, hatujasikia kuvaa wigi ni haramu. Mwenyezi Mungu hayo yote hajayataja. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an anatuambia tukifuate Qur'an ambao kwamba tibiana, kimebaini chochote tunachokitaka katika dini tunakipata ndani ya Qur'an, sio kwenye vitabu vya hadithi ama vitabu vingine, la, ndani ya Qur'an. Tibiana likulli shay wa hudan, kisha hichi kitabu ni hudan, uongofu, wa rahmatan, na ni rehma. Wallahi hakuna rehma kama iliyomo ndani ya Qur'ani. Ama vitabu vingine vyote ni nikma, hakuna rahma yoyote, ni umwagaji wa damu na idhlali na kukalifisha watu mambo ambayo kwamba hakuyataja Mwenyezi Mungu, na kuharamisha mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amehalalisha. Yani vitabu ambavyo kwamba ni vitabu vya turathi tunavyovifuata ama tunavyosomeshwa, ni vitabu vya mwanadamu, na mwanadamu hawezi kuwa mrehemevu kushinda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila liqa'in akhar bi mashi'atillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.